Ndugu yetu Nasor Maharuki mara hii amepeperusha bendera ya Tanzania katika bahari ya Arabuni. Ameshiriki katika resi za mashua za kutweka matanga kwa kutumia upepo ambazo zinafanyika kila mwaka mara moja. Safari kama hizi zinazojumuisha watu wengi kutoka mataifa tofauti zinaleta faida kubwa katika kuitangaza nchi yetu ya Zanzibar. This one it means Dubai Muscat a lot for all of us. Jina langu Nasor Maharuki, nipo hapa leo katika jiji la Dubai kwa kushiriki mashindano ya 33 ya kutweka wa boti kutoka katika jiji la Dubai kwa kuelekea Muscat, Oman. Safari hii inatarajia kushirikisha kama boti 35 na washiriki wake wanashiriki katika boti tofauti katika mataifa mbalimbali duniani. And we heard some good news. There are more participants this year than last year, and these numbers are growing. It has been here for a long time. It's very popular, and it connects to 2 countries. It's a very iconic race in the UAE, and racing and enjoying the fine weather and fine food, hospitality. It's a very beautiful race. I'm always keen to come and attend. It's a legendary race now. It's fixed. Nobody can beat that. Naamini kwamba mchezo huu kwa maarufu sana duniani hivi sasa, na Zanzibar na Tanzania kwa ujumla tuna mwambao mzuri sana wa kufanyia mchezo huu wa kutweka au sailing. Matarajio yangu kwamba itasaidia kuvutia watalii maalumu kwa kuja Zanzibar au Tanzania kuja kufanya mchezo kama huu. Mashindano haya yanayoitwa Aramex Dubai Muscat Offshore Sailing Race yanayotembea maili 360 za baharini. Mashua 33 zilizoshiriki kutoka mataifa mbalimbali. Haya ni mashindano ya 33 tokea yalipoanzishwa mwaka 1992 na huendelea kufanyika kila mwaka mara moja, ambayo mara hii yamemaliza mwaka huu Februari 2026. Safari yetu natarajia kuchukua muda siku 3 mpaka 5 kufika Muscat. Inategemea hali ya hewa ilivyo baharini inshallah. Nasor ameondokea Dubai katika bandari ya Offshore Sailing Club na kumalizia katika bandari ya Marina Al Raudha huko Muscat, Omani. Kabla ya mashindano haya, Nasor alikwenda Brazil kwa kutumia meli ya matanga mengi inayoitwa tall ship. Leo ni siku yetu ya mwisho ya safari hii. Tunatarajia kufika Brazil kama saa 10 jioni za huku. Lakini pia aliwahi kushiriki kuzunguka dunia nzima kwa kutumia mashua za tanga za Clipper-Race. Hii ni safari ya aina yake kwa sababu ukenda katika nchi zenye mahusiano makubwa na Zanzibar, lakini pia ni nchi zenye historia ya safari za baharini za kuja Afrika Mashariki na kurudi. Kwa upande wa mashua aliyokuwemo Nasor, walipata changamoto ya kukosa upepo kwa muda mrefu na ikawabidi watumie mashine, kitendo ambacho kiliwatengua katika mashindano hayo. Hizi mashua za tanga za kisasa zinakuwa na mashine ya kutumia wakati wa dharura, lakini kwa mujibu wa sheria za mchezo wa resi za mashua za upepo inakuwa ni makosa kutumia mashine, na unapovunja sheria hiyo unatolewa katika mchezo. Tumefika hapa jana usiku Muscat kutoka Dubai. Safari yetu imechukua kama siku 4.5 hivi au siku 5. Tumeondoka kule mchana siku ya Jumamosi na tunafika hapa Jumatano kama saa 4 usiku hivi. Kwa hakika safari ilikuwa nzuri, ingawa ilikuwa na changamoto za kawaida kwenye bahari, na moja changamoto kubwa ambayo tulipata ni kwamba tulikuwa hatuna upepo. Ikabidi kwa muda masaa 15 tumekaa tu tuna float katika bahari, hatuendi mbele wala tuende nyuma. Actually ilikuwa tunakwenda nyuma kwa sababu current ilikuwa inatuchukua nyuma. Na baada hapo ikaamuliwa, kwa sababu zile boti ambazo tulikuwa tunatumia school zikaamuliwa kwamba tutumie engine kwa kuja zetu Muscat ili tufike hapa kwa wakati
watu wengine waondoke, na tumetumia engine, lakini tulitumia engine na upepo, yani kwa tanga na upepo. Kwa hakika lengo kuu la kushiriki sio kupata ushindi, lakini jambo muhimu hapa ni kupata ukakamavu, furaha na uzoefu wa baharini, lakini pia kuweka historia nzuri ya mshiriki na historia nzuri ya nchi aliyotokea, kwamba visiwa vya Zanzibar vinatoa vijana wakakamavu katika michezo ya bahari.